alikwenda askari kufuatilia baada ya kupata taarifa kifo cha mtu mmoja ambaye alikuwa ni mwanamke ambaye anakadiriwa kuwa na umri wakati ya miaka 16 hadi 19, ambaye hajaweza kufahamika majina yake wala makazi yake. Chanzo kikubwa ni mvua hiyo kubwa ambayo ilileta maji mengi kama vile mafuriko ambayo yalimsomba na kuweza kusababisha kifo chake. Kwanza ni kuchukua tahadhari, kuwa waangalifu kwa maana ya sehemu za kupita wakati mvua inanyesha. Kwanza sasa hii vile mvua kubwa inavyonyesha kupita kwenye mitaro au sehemu ambayo kuna mkondo wa maji ambao unapita kuvuka. Kwa hiyo ni uangalifu tu, kwa sababu ukiangalia huyu ni binti wa miaka 16 hadi 19, inasikitisha kwamba ameweza kupoteza uhai wake. Maji yalipokuja yaliingia ndani, yalipoingia ndani yameathiri vitu vyote vya ndani, magodoro yameroana, maana maji mimi ndani yalikuwa yananifika umoki unoni. Ambayo barabara ile ingepata mtaro ingesaidia kupunguza kasi kubwa ya maji yanayokuja. Lakini kwa kuwa mitaro inakuwa hakuna, maji ndio maana yanawazidia wananchi. Idara ya ujenzi kufanya ufuatiliaji wa vibali vya ujenzi na maeneo ambayo wananchi wanajenga. Changamoto ya Kahama 75% ni ujenzi holela. 25% ndio miundombinu. Maeneo yote ambayo yamekutana na changamoto hizi za mvua, tukitoa 25% ambayo imesababishwa na miundombinu hafifu au maeneo ambayo hakuna miundombinu sahihi, changamoto ni ujenzi holela. Watu wamejenga kwenye mitaro, watu wamefuata matokeo ya maji ambayo ni changamoto. Kwa hiyo la kwanza ni tuweze kumitigate, tutafute njia sahihi ya kupunguza na kuzuia na kumaliza kabisa hii changamoto. Kusiwe na ujenzi kabisa kwenye maeneo ambayo sio sahihi.